Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Jumanne ya juma la 8 la kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa. Injili inayotuongoza siku ya leo inatoka kwa Mwinjili Marko, sura ya 10 aya ya 28 hadi 31. Katika injili ya leo, Petro anamwambia Yesu, "Sisi tumeacha yote tukakufuata." Kwa maneno mengine, Petro alikuwa anamwambia Kristo, "Bwana, sisi tumejitolea kwako. Je, kuna faida gani?" Yesu hakukataa swali hilo. Badala yake alimhakikishia kwamba hakuna anayejitoa kwa ajili ya Mungu akabaki bila baraka. Aliyeacha vitu kwa ajili ya Injili atapokea zaidi hapa duniani na uzima wa milele. Hili ni fundisho muhimu sana kwetu. Kumtolea Mungu muda wako, nguvu zako, mali zako au maisha yako si kupoteza. Kuna faida katika kumtumikia Mungu. Mtu anayesali kwa uaminifu hupata amani ya moyo. Mtu anayetoa sadaka kwa moyo safi hupata baraka. Mtu anayewasaidia wengine hupandikiza upendo wa Mungu hapa duniani. Hakuna tendo jema linalopotea mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na hayo yote, Yesu anatupa onyo kubwa. Anasema, wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa nini Yesu anasema hivyo? Kwa sababu wakati mwingine mtu akishaanza kufanya mambo ya Mungu, anaweza kuanza kujiona bora kuliko wengine. Anaweza kuanza kutafuta sifa, heshima au kutaka watu wamtambue. Wapo watu wakitoa sadaka wanataka kila mtu ajue. Wapo wanaohudumu kanisani lakini wakikosa kusifiwa wanakasirika. Wapo wanaojisikia wao ni watakatifu kuliko wengine kwa sababu wanafanya mengi kanisani. Yesu anatukumbusha leo, ndiyo, kumtolea Mungu kuna faida, lakini baki mnyenyekevu. Mti wenye matunda mengi ndiyo unaoinama chini. Vivyo hivyo, Mkristo wa kweli, kadiri anavyobarikiwa na Mungu, ndivyo anavyozidi kuwa mpole, mwenye upendo na asiyejivuna. Katika maisha ya kawaida, tunaona watu wakisaidia wengine kimya kimya bila kutangaza. Hao mara nyingi ndio wenye moyo wa kweli. Mungu hapendezwi na kelele za kujionesha. Anapendezwa na moyo mnyenyekevu. Ndugu zangu, hata tunapofanikiwa kiroho au kimaisha, tusimsahau Mungu. Wengine wakipata kazi nzuri, fedha au mafanikio, wanaanza kuwadharau wengine. Leo Yesu anatukumbusha kuwa kila tulicho nacho ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi leo tujiulize maswali haya. Je, ninamtumikia Mungu kwa upendo au kwa kutafuta sifa? Je, baraka nilizo nazo zinanifanya kuwa mnyenyekevu au mwenye majivuno? Je, ninaweza kufanya mema hata kama hakuna anayeniona? Ndugu wapendwa, kumtolea Mungu kuna baraka kubwa sana, lakini baraka hizo hudumu ndani ya moyo wa mtu anayebaki mnyenyekevu mbele za Mungu na mbele za watu. Basi leo hii tusali sala hii. Bwana, tufundishe kukutumikia kwa moyo safi. Tunapobarikiwa na wewe, usiruhusu majivuno yatawale mioyo yetu. Tupe roho ya unyenyekevu na upendo wa kweli. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.